Studio. Ni mapambazuko. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mara tena tunamshukuru Mungu kwa maana tumeiva kweli. Yes. Tumeimba kabisa. Haleluya. Jamani.
Tumefurahia sana. Amen. Yaani Yesu anasema ya kwamba tumchezee Kabisa. Tumuimbie Kabisa. bila kumuonea uoga. Au tunaambia kwamba ukionea haya injili ya Yesu, naye Bwana atakuonea haya. Haleluya. Kwa hivyo inatupasa sisi wenyewe tuko chini ya jua hii kumwakilisha Yesu. Kuwakilisha ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo tumchezee Bwana, tumchezee Mungu, tumfanyie chini ya jua hii bila kumuonea haya yote. Maana tukiwa na Yesu, dunia haitatuamini. Dunia inasema ya kwamba wale ni wamepunguka akili. Amekuwa na akili punguani. Imagine, amechizi. My sister, wakati tutakuja kuongea juu ya neno la Mungu, jambo la kwanza nataka kuelewa hivi. Mwanadamu wa kawaida anapokutazama wewe mwenyewe, unapotembea barabarani ukimbia Bwana, unaposimama ukimchezea Bwana, wengi wako na ustaarabu. Lakini sisi ambao Mungu ametuteua, hatupaswi kuwa na ustaarabu. Wao wataanza kusema ya kwamba angalieni yule amepangawa, hapo na ana timamu, mambo yake yani yeye mwenyewe amechanganyikiwa, hajielewi. Na ndio maana napenda Rose Muhando, maana anasema ya kwamba jamani, sija kupungukiwa na akili, wakati anasema ya kwamba utamu wa Yesu. Mama huyo aliimba utamu wa Yesu, kwani akasema ya kwamba jamani, sija ruko na akili kabisa, namchezea huyu Yesu. Nimeonja utamu wa Yesu. Na sisi hapa leo hii tumeonja utamu wa Yesu. Na tumeonja kwamba ni mapambazuko. Huyu Dana Baby amesema ya kwamba amesikia sauti ya jogoo. Jogoo akiwika asubuhi. Wakati alfajiri na mapema. Jogoo, ndege wa kwanza kuwika ni jogoo. Nakumbuka ya kwamba jogoo ndiye kwanza alimkumbusha Petro ya kwamba amemkana Yesu mara 3. Kwa hivyo jogoo anapowika tunajua kwamba mpambazuko imefika. Na mpambazuko ikifika, sisi inapambazuka na mambo yetu. Haleluya. Tunaamka na mambo yetu. Haleluya na kila kitu. Amen. Amen. Kwa hivyo jogoo anapotoa sauti tu, ni mapambazuko yetu. Kabisa. Ulikuwa umefinyiliwa mahali katika maisha yako. Jogoo anapowika, mapambazuko ya kwako, mapambazuko ya baraka zako. Amka, kutana na Bwana. Kutana na baraka zako pale barabarani. Haleluya. Haleluya. Amen. Jua inapotokelezea, pia nawe baraka zako zitatokelezea. Haleluya. Hata wewe mvua yako ya baraka itatokelezea. Amen. Kila kitu itatokelezea, hata kama ilikuwa kwa giza aje, kila kitu itatokelezea kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. 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 God is very faithful. Amen. Amen. Kuna wimbo mwingine nataka tuingie hapa kama tuende kunana na Bwana. Wimbo wako wanasema ya kwamba sijui tuweka wimbo mgani hapa. Nutoboa ama nutoboa. Nataka kusema wimbo nutoboa. Kuna mapambazuko na baada ya mapambazuko kuna kutoboa. Yaani kuna kule kuendelea mbele. Yaani watu wanakuona ya kwamba hautaendelea. Kuna mapambazuko wewe wimbo.
niseme ya kwamba utafanikiwa. Wengi wamesema hautafanikiwa. Wengi wamesema hautaendelea mbele. Wengi wamesema hautaenda kuona maono yako, hautafanikisha maono yako, hautafanikisha ndoto zako. Lakini Yesu yuko pamoja nawe. Yesu yuko pamoja nasi sote. Mradi tumuite Yesu. Ndio karibu kama mlangoni, anatubishia sisi. Haingie kwetu, katika maono yetu, katika ndoto zetu, katika huduma zetu. Yesu atembee nasi. Waliosimama wakatoa kafara, wakatenda na kuzimu. Ni kuachilia huduma zetu, ni kuachilia maono yako. Wote wameshindwa kwa jina la Yesu. Wameteketea kama maji yao. Haleluya. Neno la Mungu lasema hivi, wote wameangamia wote. Kuzimu kujua hata leo hivi. Sisi ni wana wa mfalme. Sisi ni watu wa ukoo wa mbinguni. Hatuna mkataba na kuzimu. Hakuna kushindwa. Hakuna kushindwa tena. Mbingu inasema hakuna kushindwa. Haleluya. Jina la Mungu inasema hakuna kushindwa. Amen. Hakuna kitu kinaitwa kushindwa. Haleluya. Asante. Ni mara na sasa tumepata wimbo wake tena unasema ya kwamba unaenda kushinda. Utaenda kutoboa. Haleluya. Hiyo ni kutoboa. Unapasua. Yaani ni kupita katikati yao. Hao maadui walisema ati hautaenda mbali, hautasoma, hakuna kufanikiwa. Ninakuja kukutangazia siku ya leo kuna kufanikiwa. Haleluya. Wakatae, wapinge, wakumbali, waingie kwacho, watatoka tu. Haleluya. Watatoka na ushuhuda wako wakisema kweli tulifunga huyo ndada, tulifunga huyo ndugu, lakini hafungiki kabisa. Awekelewe, ashindiki. Amen. Wataamuka tu na ushindi wako. Wataamuka tu na jina lako wakisema huyo kijana huyo. Watasema huyo msichana tulimfungia masomo yake. Lakini kumbe tu kujua yeye haezi fungwa kabisa. Maana akona Mungu. Akona Mungu. Yule Mungu anayeabudu ni mkubwa. Amen. Haleluya. Mungu yenye tunamwabudu ni mkubwa kuliko tunayemuona hapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Huyo Mungu ambaye tunamwabudu, yeye ataenda kuaibisha maadui zetu kabisa. Na ataenda kusema yeye sisi tuko mbele yake na yeye mwenyewe anatutangulia. Amen. Mwenyewe anatutangulia, anatuondolea vile vitu ambavyo tunasema ati hatuwezi fanikiwa. Atatuondolea na atatufanikishia njia. Haleluya. Njia hapo kwenye hiyo bahari. Haleluya. Mungu atapasua njia hapo kwenye hiyo bahari. Hiyo hapo unaona hapo kuna njiwe hapo njiwe. Mungu hapo atatengeneza njia hapo. Atatengeneza maji. Tutakunywa kutoka kwa hiyo maji na tutatoka kutoka kwa hiyo mawe. Mungu atainua kiboko chake. Amina. Maji itapanuka. Tutaendelea na kukunywa. Tutaendelea na kukunywa na kukula na kufanikiwa na tupate nguvu kutoka kwa Mungu na hakuna kushindwa. Hao wanakuambia kuna kushindwa, hautashindwa. Na kuja kukutangazia hakuna kushindwa. Hakuna kushindwa. Tunaenda mbali. My sister, unapoongea maneno kama hayo, imenitia nguvu na kunikumbusha mbali. Amen. Wakati wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri, baada ya kufanya kazi kule miaka ambayo ni miaka 400 kule Misri, walifanya kwa miaka mingi. Lakini wakafedheheshwa na wana wa Misri. Mahali Farao wa kwanza alipokufa, yule ambaye alikuwa anamjua Yusufu. Kumbuka mambo ya historia ya Yusufu, hata katika wimbo wako nimesikia wimbo ule wa utapasu, utaenda mbele. Umeongelelea kuhusu ndoto ya Yusufu na ni kweli. Alipokuwa ameota ndoto zake, Yusufu alikuwa na maono mazuri sana. Alikuwa anaonyeshwa na Mungu hivi ile atakuwa maisha yake ya kesho, lakini alikuwa anaelewa. Lakini alikuwa anamwambia babake alikuwa anaelewa. Lakini ndugu zake hawakuwa anaelewa. Walikuwa wanamuonea wivu. Wakasema huyu tutamwabudu kivipi? Maana tunaambia kwamba kuna misuke ambayo ni ya ngano. Ilikuwa imefungwa hivi, misuke 12. Lakini yote ilianguka, ikaangukia yule mmoja kabaki kwa msimamo. Yote ilikuwa inaabudu yule mmoja. Kumbe akisema yale maono, wengine pale walielewa. Huyu
anakwambia maono haya sababu yeye tunakuja kumwabudu kweli. Babake lakini alijua, alielewa lakini akapinga. Akasema mimi sitamwabudu mtoto mdogo. Lakini kumbe awasie ndio ya kwamba huyu tu Mungu mwenye kumpatia ile maono. Hata wakitaka kumuuza kule Misri, maana kwa alisema watamuua. Lakini akaona si vizuri wamuuze unge nini? Walipokumuuza kule Misri. Yeye alipitia machungu, mnajua historia yote ya Yusuf kule Misri. Yote aliyopitia gerezani, hadi akaja akatolewa kule baada ya Farao wa pili kuota ile ndoto. Hivi yani ile Farao kwanza kuota ndoto, akakuja akaitafsiri ile ndoto, akampatia maana ya ile ndoto. Yani na akawa the governor. Akawa alikuwa governor wa nchi ya Misri. Maana kutoka kwa Farao wa pili alikuwa sasa governor. Prime minister, alikuwa prime minister sasa. Yani alikuwa prime minister. Kutoka kwa president sasa ni prime minister ambaye ni Yusuf. Imagine sasa yeye ndiye alikuja kutatua shida zote za Misri, za Israeli. Maana ukikumbuka tunaambiwa njaa ilikumba nchi ya Kanaani kule. Wote wakatoka kule wakatafuta chakula. Na ndugu zake Yusuf walikuja mpaka kule Misri. Mpaka mwenyewe akawapokea tena. So hapo ndio tukaanza historia ya Israeli. Historia ya Israeli maana inaitwa Israeli sababu ya Jacob kule katika ile Midian alikuwa anaitwa na malaika Israeli. Sio ya Jacob tena ni Israeli. Unaona atakuwa Israeli yani ni tribe itakuwa imebarikiwa sana. Kwa hivyo utapata ya kwamba akiwa kule Misri, imagine Mungu alikuwa na yeye kupitia zile ndoto zake, yale maono yake. Tunaomba mbeba maono hafi. Hakuna hata siku moja atakufa. Atatembea na Mungu tu. Na watu watamuinukia. Mambo mengi atamuinukia. Lakini tazama historia yote ile hata kule jangwani. Yaani Bwana amekuwa na wana wa Israeli bado. Anatumia Musa. Yaani pale kuonekana jangwani hakuna maji. Ni jangwa. Sijui kama watu wanaelewa nini kinaitwa jangwa. Yaani hakuna kitu chochote kinapatikana jangwani kizuri. Kwa kweli hakuna. Lakini Bwana ametoa maji kwenye mwamba. Yaani pale Musa akatumia ile jiwe. Ikatoka maji. Imagine. Wana wa Israeli wakakunywa maji, tena maji matamu sana. Nini kinashinda Mungu wetu? Hakuna. Mwanadamu anaweza kukufedhesha kwa kukuona vile mwenyewe umeimba nyimbo zako hivi. Hatuja kupata mafanikio. Mwambie hivi. Nipe muda tu. Nipe muda jamani. So long as niko na Mungu huyu ninamwabudu. Mungu huyu namwita usiku na mchana. Ninajua siku ipo. Muda wangu tu upo. Nimeandaliwa kwenye meza yangu. Ni vile tu sijafikia wakati wa zamu yangu. Niko katika laini. Niko kwenye laini kufikia zamu yangu. Nikiingia kwenye asitaki kupita yule mwingine kwa mbele yangu. Lazima nifuate protocol ya kubarikiwa na Mungu. Ni lazima nifuate hiyo mtakasa vizuri sasa. Ili nifikie sasa. Na kama tukienda kwenye ziadhi, ile ziadhi, unaona unapata tunaenda nzeo, tunaenda vitu vingine hivyo, raingo na mwaitu whatever. Tukiambiwa tu tuchukue chakula, watu wanafanya nini? Wanapanga laini, si ndio? Na yule alipanga wa kwanza atafikiwa wa kwanza. Si ndio Lakini wote kwa katika laini moja, tunakula chakula kimoja. Kama umekula nyama mimi nakula nyama. Utakula. Kama umekula nyama na watermelon na manji na soda, yote vile. Mimi nitapata. Lakini unjua kwamba yule alipanga laini ya kwanza alifikiwa. Hata wewe kama uko namba 100 utafikiwa. Kwa hivyo yule wa kwanza aliyefikiwa asikuone ya kwamba utafikiwa. Kweli. Asiseme ya kwamba yule anaanza kufanikiwa. Kama mimi nimekutangulia kuinuliwa katika gospel uimbaji wangu wa muziki na Mungu ameniinua. Nisiseme ya kwamba utainuliwa. Muda upo. Uko katika laini my sister. Na usisikie maneno ya watu. Usikize maneno ya mwanadamu. Hili la tuna mimi nakwambia siku ya leo. Watu wanaokuja mioyoni mambo watu wane. Watu ina tatu. Watu ina nne. Jambo la kwanza nasema ya kwamba destroy the enemy of your success. Ama haribu adui yako wa mafanikio. Na adui wako ni mara nne. Jambo la kwanza ni wewe mwenyewe maneno yale ambayo zile sauti unaisikia. Unaisikia mwenyewe, unasikia sauti mbili. Unaambiwa unasikia sauti moja inakwambia hivi. Unajua nini? Hautafanikiwa.
Lakini sauti nyingine ya kidani nakwambia hapana, utafanikiwa. Jipe muda tu. Nijitie moyo. Usikate tamaa. Endelea tu. Omba Mungu. Muite. Usipe moyo. Hiyo sauti nakwambia tia bidii. Ni sauti ya mafanikio. Lakini ile nyingine nakwambia wewe hapana. Unaharibu muda wako hapa. Unaharibu pesa zako hapa. Kwa nini? Unaharibu muda wako vile vitu vyako. Mpaka hadi wakati mwingine sauti naongelesha yule wa karibu na wewe. Anakuwa yule wa karibu na wewe. Anaweza kuwa your sister, your husband, your mother. Yaani mtu wa karibu na wewe anataka kutumia kama kizingizi cha kwenda mbali. Anaanza kutumika ile sauti. Maana ile sauti ikijaribu ione kwamba wewe hautaenda mbali. Sasa inakutoka, inaenda. So hiyo sauti wewe mwenyewe kwanza iharibu. Destroy it, iharibu. Iangamize. Hiyo sauti iambie mimi najua kwamba ni mwana wa mfalme. Lazima nitaenda mbali. Lazima nitaendelea. Katika safari hii Mungu aliyeniwekezea. Lazima mimi nitafika. Ng'ambo ile Mungu atanifukisha. Kuwe nini? Liwe liwalo nitaenda mbali. Na nitafika. Na nitafuka ng'ambo ile. Yesu mwenye kufusha watu bahari, yeye atanifusha. Yule Mungu aliyetumia wana wa Israeli kufuka katika bahari ya Shamu. Hivyo nikifika mahali hakuna njia, unajua Bwana anatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Kuwe ni jangwani, Bwana atanipa chakula. Bwana atanipa maji. Kuwe ni baharini, Bwana atapasua njia baharini. Haleluya. Mashua yangu ikianza kuyumbishwa na mawimbi, Bwana atatuliza mawimbi. Tuko na Yesu ndani ya safari yetu. Tuko na Yesu ndani ya safari yetu. Tuko na Yesu ndani ya mashua yetu. Na wakati mashua yetu inaanza kuyumbishwa na mawimbi, tumuite Yesu. Yesu anasimama tu aiambie neno moja tu. Wewe mashua, wewe bahari, wewe mawimbi, wewe upepo, tulia. Na upepo itatulia. Upepo ni hizo sauti. Azitatii sauti ya Bwana. Maana sisi tuko wake. Tuko ukoo wa Yesu. Tutamiliki pamoja na yeye mbinguni baada ya kushinda vita hivi vyote. Baada ya kushinda mambo haya yote. Mtu asikutishe hata siku moja. Usitishwe na sauti yoyote. Ila tu usijipinganie. Enda tu pinga magoti mwambie Bwana, umesikia mambo haya yote. Lakini kuna wakati mwingine kusimama na kusema ndio hiyo sitaweza. Usinyamaze. Kuna wakati kusimama na ukabiliane na hizo nganga ukabiliane nazo. Useme hiyo unasema wewe sitaweza. Na hiyo sifanyi hilo. Hilo inakiuka mkataba wangu na Yesu. Hatujapanga hayo na Yesu. Kwa hivyo leo wewe kama mimi kwa mfano, wewe kama wakati mimi naambia mtu, nikiona huyu ni sauti ya shetani amtuma kwangu aniangamize nani. Namwambia unajua nini wewe shetani? Uko ndani ya wewe. Shetani ako ndani yako na kama unajijua unatumika kwangu uniangamize. Na naenda nikwambie hivi, mrudishie vizuri. Yule amekutuma, amekupatia habari hiyo, kile umeleta kwangu hakitawezekana. Maana yake niko na Mungu mkubwa ndani ya moyo wangu. Niko na Mungu natembea naye hadi katika hii ya leo hii. Na wewe umeshindwa kuanzia sasa hivi. Na kama wewe rafiki wangu unajiita rafiki wangu, lakini kwa nia mbaya kule kuniangamiza, let us part away. Kila mtu anaenda zake, mwingine anaenda zake. Kabisa. Ibrahimu alibarikiwa alipotengana na Lutu. Nataka kuambia hivi, my sister. Leo hii ujue marafiki wako wakutembea na wewe ni kina nani? Kweli. Mungu atakubariki wakati utatengana marafiki wanafiki. Kweli. Wakati marafiki wanafiki watatoka karibu na wewe, hapo ndipo Mungu naye atapata nafasi ya kutembea nawe. Haleluya. Na hapo ndipo Mungu atakuletea rafiki wa kweli, hakuambie my daughter, this is the right friend. Tembea na huyu hadi dahali. Hadi mwisho wa safari. Tembea na yeye. Maanake ametumwa na Mungu kuja kwako. And that huyo ndiye atakuwa destiny wako. Huyo kama rafiki mlianza na yeye unajua vizuri rafiki huyo amekuwa rafiki kunyangamiza. Amekuwa rafiki kunirudisha nyuma. Hakuna kitu kizuri inaanza anitia moyo. Please, tembea na yeye. Amen. Ibrahimu nikurudia mara mbili. Ya pili, alibarikiwa alipotengana na Lutu. Tunaambiwa kwamba walipofika kwenye ule mlima, kwenye ile jangwa, yaani wakawa wafanyikazi wa Lutu na wafanyikazi wa Ibrahimu wanapigana sababu ya malisho ya mifugo yao. Ukawa mtafaruku mwingi sana katika boma ile. Nakumbuka
Ibrahimu alimchukua mtoto wa ndugu yake. Kwa hiyo Lutu ni mtoto wa ndugu ya Ibrahimu. Yes. Unaona? Kutoka nchi ya Ua. Kwa hiyo utapata ya kwamba alimpenda sana. Lakini ilifika mahali akamwambia nini mtoto wangu? Iko hivi. Imefika na imefika, siwezi kustahimili tena. Siwezi kuvumilia tena. Wewe either ukiamua kwenda east, mimi nitaenda west. Ukiamua kwenda north, mimi nitaenda south. Wewe papati pale unataka kwenda. Jichangulia hapo uende. Lutu aliangalia nini? Tunaambiwa katika pale walipokuwa, Lutu aliangalia kule mashariki, akatazama akaona kuna nyasi nzuri, kuna mazingira mazuri, climate kizuri, ambapo akienda pale ng'ombe zake, kondoo wake, kila aina ya mifugo alikuwa nao, watakula, watakunywa na watasua vizuri, watasua vizuri sana. Na hata yeye atafanikiwa. Yeye akasema ataenda wapi? Mashariki. Na kumbe mashariki ni wakutiko wapi? Sodoma na Gomora. Huko ndiko Sodoma na Gomora walipokuwa. Yaani ilikuwa kama fali nzuri sana. Mahali pazuri, a plain. Tunaomba Biblia inasema kwamba ilikuwa plain nzuri sana. Kumejaa yaani mchanga rutuba mzuri sana kwenye mafanikio. Lakini mtu alisema akaenda kule. Yaani akaangalia kwa Ibrahimu. Wote tu ambaki kule jangwani hakuna tofauti. Kumbe wakati tu aliamka hivi na kuondoka, baraka za Mungu zilianza kufuatia nani? Ibrahimu pale. Naambiwa wakati walikaa na wakakaa. Hapo sasa Mungu sasa akataka kumjua zaidi Ibrahimu. Imagine wakati ule wote wamekaa na Lutu, Mungu akuja kumtembelea Ibrahimu, muongelee juu ya ile mafanikio alimwelezea. Akamwambia kwamba utakuwa baba wa mataifa. Wamekaa miaka mingi sana, hadi 75 years na Lutu huku kote wakitembea. Lakini 75 years bado anaanza ongea, Mungu hajaongea na yeye. Unaona? Lakini ule muda tu Lutu aliondoka, Mungu akaanza kuongea na Ibrahimu. Unaona? Alipoachana na Lutu hivi, Mungu akaanza kuongea. Kuna kitu nataka kuongelesha pale. Mungu hawezi kuongea nasi wakati kuna mtafaruku. Wakati hakuna kuelewana katikati yetu. Kama kwa rafiki ambaye aleti maelewano katikati yako, kila wakati moyo wako una furaha, Mungu hawezi ongea na wewe. Mungu anataka mahali patulivu. Mungu anataka mahali kumetulia tu, kuna furaha, kuna amani. Na kuna ule moyo kuna amani, ile nyumba iko na amani, hakika Mungu huongea. Amen. Hii nyumba ikiwa na amani, hata usiku mkilala, Mungu atamuongelesha. Ataongea katika moja katika moja. Baraka zifike kwa hii nyumba, kuna amani. Na Mungu atatoa malaika katika milango hii. Achunge watoto wake, maana kuna amani imezunguka. Moto wa Roho Mtakatifu utazunguka ngoma hiyo, sababu kuna amani. Na Mungu sasa itapatikana wakati wake wa kuongea. Kupata sauti yake ndani ya hiyo nyumba. Na Mungu ataanza kufichua vitu vyenye vimefichwa. Wakati Lutu ifika, Mungu sasa akaona Sodoma na Gomora wamemwasi kabisa. Lazima waangamize. Imagine malaika wale walitumwa kwenda kumwangamiza Sodoma na Gomora. Na imagine wakapitia kwa Lutu, kwa Ibrahimu. Yaani hiyo nasema wakati mwingine naona maandiko inalia watozi manake. Yaani malaika walisema hatuwezi kupita hapa kule maji. Ni nini hicho Mungu hawezi pia malaika wake? Malaika watoka mbinguni wakiwa kila kitu. Lakini wakati tupite kwa hii ngoma, maana Mungu alikuwa anataka kuongea na Ibrahimu pale. Ambariki yule mtoto. Unaona? Lakini Ibrahimu kulingana na neno inasema kwamba alikuwa pale kama wasiadhome. Alikuwa anaketi pale mkamana alikuwa mzee pale, alikuwa ameshaanzeka. Na wakati mwingine tulikuwa naambiwa Ibrahimu alikuwa anafika mahali anaanza kukata tamaa. Maanake anasubiri zile baraka za Mungu. Mungu alimwambia wakati nitakubariki utaitwa baba wa mataifa. Lakini nimezeeka. Magoti yangu saa hii huwezi toa mtoto. Nitafanya nini? Nimezeeka mimi. Nimezeeka nitaitwa baba wa mataifa lini? Anatokea wapi mtu ataitwa baba wa mataifa mimi? Sitaweza kuitwa baba wa mataifa. Yaani alikuwa ameanza kukata tamaa. Lakini si njia ya kumpa mahono hafi. Na Mungu utembea naye kila wakati. Amen. Kwa hivyo tunapata ya kwamba utaona ya kwamba wakati malaika walipofika pale, Mungu aliwaruhusu waingie kwa Ibrahimu. Akamwambia
tupatie maji ya kunywa. Akapewa maji. Ibrahimu akasema kwamba hapana, si mtindo wangu wageni kuingia mahali hapa na wakose kula. Ili mchinjiwe ng'ombe, kaeni kidogo mchinjiwe ng'ombe ule mzuri amenona tukule pamoja, alafu ni mruhusu mwende. Malaika wakamwambia vizuri wanaenda wapi. Lakini walipolishwa wale malaika, walipolishwa wakashiba vizuri. Imagine wao wawili walisemezana, haitakuwa mzuri tupite hapa kwa hii mboma bila kumwambia tunaenda wapi. Unaona? Tuambie huyu mzee tunaenda wapi. Maana tukimwona moyo wake unampenda Mungu sana. Unajua Mungu aje wafichulia wale malaika huyu ni nani. Lakini sasa wameanza kutoa siri. Kwa hiyo kuna kushiba, baada ya kulisha mgeni, kushiba atatoa siri za baraka. Atatoa baraka pale. Kwa hiyo walipolishwa na wakashiba vizuri, akasema toka hapo bila kubariki hivyo. Walimwita Ibrahimu. Njoo hapa. Jambo la kwanza alimwambia nini? Mke wako wakati kama huu. Hiyo siku alitoka hapa. Yaani wakati mwingine kama huu. Siku nyingine kama hii. Mwaka mwingine kama huu. Tarehe kama hiyo. Masaa kama hiyo. Wakati kama huo ataitwa mama. Haleluya. Yaani naye Sara, unajua Sara naye mimi amaliyo kuko wa Sara alikuwa kwa mwingine. Imagine Sara alikuwa mpenda kusikia maneno sana. Mko kule malaika wanawake alikuwa wanaruhusiwa kwenda kwenye ile kikao cha wanaume, akaanza kusikiza vizuri kwa nini kwa mlango hivi. Akasikia, leo ndio amezeeka zaidi. Akasema aje? Sara alicheka. Aliposikia Ibrahimu akiambiwa wakati kama huu atakuwa nani? Ataitwa mama. Akacheka akasema malaika wakasikia. Malaika hiyo story ni muhimu sana. Malaika waliposikia wakamuuliza, mbona unacheka? Sara akasema, unajua ukoo wa Sara bado ni wa uongo. Akaanza kusema, hapana mimi sijacheka. Imagine amecheka, ameangusha kicheko, kila mmoja amesikia, hata bwana yake amesikia. Alamia akiuliza malaika, mbona unacheka? Anasema, mimi sijacheka mimi. Sijacheka. Anadhani Israeli akaambiwa, utazaa mtoto. Kama uamini utazaa mtoto. Atazaa kijana tena. Na wewe uleta mama mataifa. Sasa ndio alikuwa kama kitu. Akijiangalia umri wake. Asiyejua kwamba bado ako laini, ana kupokea baraka zake. Wengine wako kwa laini, walipokea baraka zao. Bado yeye ako laini, anaenda kupokea baraka zake. Yaani akazeekea kwa laini na akakata tamaa. Bado ilifika wakati Ibrahimu na Sara wakakata tamaa. Na ndipo maana ukisoma utapata kwamba Sara alikata tamaa na akamwambia bwanake, mimi nimefika mahali sitapata mtoto. Sasa nimekuwa mzee. Yule kijakazi wangu Hangai, mchukue. Unaona? Mchukue nenda na yeye pale mtoto. At least hii mtoto akipata kwa urithi wangu hata hiyo uko wangu usife. Usiishe utapotea. Ndio maana alifanya hivyo. Sasa kukazaliwa mtoto Ismail. Utaona lakini wakati bandiki kizazi kupatikana. Na Mungu akamwambia Ibrahimu, umefanya makosa. Mimi sikukuahidi kama mtoto kama urithi wako kwa kijakazi. Utatoka kwenye magoti yako na tumbo la mke wako Sarai. Maana yake itamuka mimi. Mke wako Sarai atakuwa anaitwa Sara, mama mataifa. Wewe Ibrahimu, Ibrahimu, baba wa mataifa. Unaona? Lakini walipomwambia na wao wakaenda. Ibrahimu kama mtindo wake akawazindikisha. Kuwazindikisha unajua kwamba kule nilikwambia ni kama plain mahali kuna yani tambarare. Uko tambarare kuna lutu hapo, lakini hapa nani wako ni jangwani, mahali kuna milima. Unaposikia jangwa kuna milima ambapo kuna kitu. Hakuna kitu. Hakuna yani chochote. Yaani ni mchanga tu. So walipofika pale akitembea na wao, wao wakajiuliza, huyu mzee naye atamsikiza mpaka wapi? So wakaenda. Akamwambia, unajua nini? Hakuna maana tuende bila kukuambia mahali tunaenda. Hapo mmoja wao wanaenda. Wao wana Ibrahimu wako wanajua kama ni malaika wa Mungu. Lakini wao watambuka baraka kwa Ibrahimu. Wakaenda. Walipofika sasa, akamwambia sasa sisi tufikishe hapa na sisi tunaenda safari yetu. Tunaenda 1 2 3. Tunaenda Sodoma na Gomora kuangamiza. Hapo Ibrahimu ndio tunaambiwa kama anaenda na Bwana
alihuzunika. Kwa nini Ibrahimu alihuzunika? Kumbuka Ibrahimu alikuwa mtu mwenye moyo safi. Mtu mwenye moyo wa Mungu. Hata baada ya kuachana na Lut, hakusikia mambo mengine kuhusu Lut. Lut hata mwenyewe ni kijana, hiyo si mzee kama Ibrahimu. Hakuchukua ile miaka yote kuchukua muda kwenda kuangalia ango wake. Unaona? Hakuenda kuangalia ango wake. Alikaa tu kule manake kwa raha mstarehe. Hakujua ango wake anaendelea kukula nini. Hakujua ango wake anaendelea vipi. Hakutumana hata watu waenda kushughulika, alinyamaza. Lakini mzee bado ako na huruma. Moyo wa huruma. Malengo alipomwambia tuna kuangamiza Sodoma na Gomora. Lakini Ibrahimu alisema aliwachilia malengo kaenda. Lakini akaanza kujiuliza Mungu peke yake. Bwana, ukiwa kuna watu 100 utaangamiza Sodoma na Gomora? Mungu akawasema hapana. Sitaangamiza Sodoma na Gomora. Yaani Sodoma na Gomora kulishindikana kupatikana watu 100 wazuri. Wakaendelea kufika 75, Mungu akasema sitaangamiza. Wakaendelea 50, Mungu akasema sitaangamiza. Kwa nini alikuwa anasema maswali kama haya? Alikuwa anajua kwamba Lut bibi yake na wasichana wake wako wapi? Wako huko. Na hivyo alikuwa anasema kwamba wewe ingawa Lut alitengeneza urafiki na watu. Unaona? So wale watu maybe Lut ametengeneza watu kama 100 wazuri kama yeye. Lakini watoto wapi? Hakuna. Hata hivyo mwenyewe pia alishindwa na kuwaelezea neno la Bwana kuhusu. Lut alishindwa kuelezea neno la Bwana. Huko Sodoma na Gomora. Maana yake wale wanao walikuwa wanao watoto wake. Hawakwenda na yeye. Wale mama ni watoto wao. Hawakwenda na wao. Unaona? Kulikosekana watu wote wazuri. Waaminifu. Walipatikana watu wangapi? 5 tu pekee yake. 5 tu pekee yake. Walipatikana. Lut, mtu wako na watoto wake wasichana wake. Watu wangapi? Ndio walipatikana. Mungu akasema ya kwamba na Ibrahimu akamuuliza, ukipatikana watu wengine 5, utamaliza kumaliza Sodoma na Gomora? Mungu alisema aje? Nitawaondoa hao 5 aniangamize. Sababu gani? Alijua Lut mtu wake. Kwa hiyo kulikosekana wale wanaume walikuwa nao watoto walikosekana. Wazazi wale walikosekana na watu wengine walikosekana. Mungu akaondoa wao. Unaona? So utapata kwamba yani atenda mambo mazuri sana kwa yule mtu wake. Mungu akiamua kukubariki, atakubariki tu. Hata kuwe nini, hata sauti ziwe zipi. Ilikuwa na maana ya kwamba kuna lazima waangamize. You must destroy the destiny killers. People who destroy, you have to destroy the enemy of your success. Haribu, tunamuita nani? Enemy. Haribu huyu enemy tunamuita nani? Mumaita tumuita atendi. Ni Kiswahili. Ni kitu tunamuita adui. Angamiza adui wa mafanikio yako. Angamiza adui wa mafanikio yako. Muangamize. Ni maneno mabaya kwa watu. Maneno ambayo utasikia wewe mwenyewe na watu ambao watatumika. Naona maneno ambayo utasikia wewe mwenyewe kwa akili zako kueleza negative things, mambo ya kutokwenda mbele. Ipuuze. Tafadhali. My sister, puuza. Mimi nakuambia hivi kitu moja. Mimi mali nimefika sijafika kwa sababu ya mkono wa mtu. Nimefika kwa sababu ya mkono wa Mungu. Na kutuza maneno ya watu. Ni kitu ambacho mimi sijaitwa. Maneno yake mimi sijaambiwa kusema ukweli. Hata juzi tu mimi nakwambia ukweli. Huu ni mashine zangu wengi imeshakuwa wakiafrika hata kwa mitandao. Wengi sasa hivi wanatafuta njia wanimaliza katika mitandao. Lakini mimi wanipati hawanipati. Maana wanatafuta njia wanampata hapana. Yule kule tunajua. Ni hiyo Yesu amenificha. Nimejificha ndani ya Yesu. Watatafuta visababu anikose. Juzi hivi saa hii watu wameanza kusema mimi nimeinuliwa. Kitamnikuja kuinua. Nilikuwa nimetusiwa. Yaani watu ambao singeiona ni watu ambao walikuwa wanatumia mimi wanipigia simu. Tumeamua tunaenda kumsaidia na maofisi fulani. Tuelekeze. Mimi nachukua simu zangu na wapigia ofisi. Naambia kuna mtu anakuja kwa ofisi. Nataka tu mumsaidie mpaka mwisho. Huyo mtu akifika pale anaambia tumesikia sauti ya Steven ametuambia so anakuja ni wewe ndio. Huyo mtu anahudumiwa kwa maofisi hayo. Ikifika lunch time anapelekwa lunch time, anasafa vizuri na from there anatoka. Alikuwa na kila kitu. Na imani akitoka pale anifikia sema anaelewa kwamba nimefanikiwa. Asante. Hiyo inaishia wapi? Sijaiwaona. Lakini mwishowe kile walikuwa na posti
Niliimba kitambo, hakuna mahali nimeenda, hakuna chochote nimeanza kuoneshana, hakuna nini. Yaani maneno haya yaliponifikia maana yake mengi nilitusiwa kwa mitandao. Wacha nikwambie ukweli. Kwa hizi group za WhatsApp, hata sasa hivi nikiongea maana yake watu wao wataenda kuona hii sasa. Wataona. Mimi niliambia Mungu, Bwana, nilifanya kazi yangu safi. Watu wanaongea mimi sioni hata mmoja. Mimi niko sauti tu, kwa simu tuliongea na wao. Waliniongelelea, nakaambia Bwana, simama. Lakini sauti zao wametuma kuniangamiza, sitazisikiza. Bwana anachukua hatua na kwenda mbali. Maana wanasema kwamba sijafanikiwa uimbaji wote. Nimeimba miaka hiyo yote na 12 wewe. Unadhania hivyo? Na wale tulianza na wao watu sasa wako na vitu vyao vingi sana. Hakika hapo ndio Bwana alisikia sauti. Huo ndio wakati wangu wa kupokuliwa. Ndio wakati wangu wa kuondolewa majaribu yote. Ulikuwa wakati wangu wa kupakua chakula. Yaani the following day my sister nikuambie kitu. Mimi tangu nishoot wimbo 2012. Nimekaa bila kushoot wimbo. The following day nilipigiwa simu na producer wa video. Akaniambia Steve, wewe miaka imba nyinyi na hata nakumbuka producer mmoja akaniambia, imba miaka hiyo yote na hata hakuna video yako moja unaweza kuonyeshana. Video unaweza kuonyeshana ni ya River Road. Ni kweli ni ya River Road. Video ambao watu wenyewe wataangalia sio mzuri. Hata wenyewe nilikuwa nimekufa moyo sababu hizo video. Nikaambia Bwana, hata producer wao watu wananisema maana sina pesa ya kwenda kuproduce. Yaani sina pesa, sina chochote lakini Bwana niko na akili. Sina pesa lakini Bwana nitie nguvu. Bwana nitie nguvu. Yaani marafiki wangu mwezi huo walikuwa watu wamenyeba. Kabisa nikaba hata wache marafiki, hata watu wa nyumbani toka tumbo moja nitoke. Wote waliniinukia na wote wakaondoka. Unaona? Lakini sikufa moyo. Niliambia Bwana simama na mimi hadi mwisho. Mungu ulitia hiki kipawa ndani yangu. Unajua mwanzo na mwisho wa kipawa hiki. Mungu tembea na kipawa hiki. Sio mimi. Nyimbo niko nazo, lakini jambo lilo lianzia Bwana likamilishe. Bwana likamilishe. Na Bwana alianzia. The following day nilipigiwa simu nikabasi. Uje shoot wimbo. Mwambie ndio sina shoot wimbo. Nataka kupatia hofu. Sio kama nimeshoot nyimbo 2 free. Sikuwa na nguo za kwenda kushoot. Kama unaona ni mchezo. Mimi sikuwa na nguo za kwenda kushoot wimbo. Lakini nasema asante kwa huyu nini wangu wa kunishonea nguo 2. Ndio kaenda nazo. Polisi akaenda kuuliza nguo ziko wapi? Anambia niko na nguo hizi. Nilishutia hizo nguo 2 by the way. Nikitoa hii na just tu. Na viatu nazo ni zile mzee tu. Lakini nikaona sina haya hapo. Nikamwambia Bwana, huo ndio mwanzo sasa. Unaona? Yaani kwa the following day my sister my life was changed. Amen. 2 days life changed. Amen. My life started changing there. Then wale ambao walikuwa wanaona kama mimi tuko na walikuwa wananiongelelea wakaanza kupindua maneno mengine. Nimeingia wapi? Illuminati. Naenda kwa shetani. Wasienjua Bwana aliye juu yetu. Bwana anayetupa chochote. Bwana aliyetuumba. Bwana aliyetupatia hiki kipawa. Hapo na uwezo wa kutuinua. Nimekuambia ni tuko laini, ni bila tuja vikao za Mungu yetu. Na nila kuinua tena zaidi. Unaona? Kwa hivyo lazima tutie bidii pale. Hizo sauti tujitu, hizo sauti kabisa. Sauti hizo ignore those voices. Ignore the voices. Yes. Ignore those voices. Marafiki pia wa ignore. My sister, ignore hata kama ni mimi, ignore me. Please ignore me. Kama ni mimi, just ignore me. Ignore. Na usitaki tena iwe karibu na wewe. Wewe tu usinichukie but iwe tu ile salamu ya Mungu. Lakini mambo mengine ya kwako no. Kitu kingine usitake mtu kama huyo akuje karibu na wewe. Uchunguza maisha yako. Akichunguza maisha yako kila yes. Anakuja kwako na kuangalia vile ulivyo, vile ulivyo, menendo yako, unaishi vipi, but akitokezea ni destiny killer. Yes. Hilo she's killing you. Anaenda kuua hicho kitu. Ama hiyo ndoto. Hiyo ndoto anaibia. Yes. Usijaribu. Usijaribu. Yana kama tuasiana una upekale na kenu. I'm telling you for it now. Mahali mimi naishi na nasema huyo kila mahali kienda hata kwa radio ama hata kwa TV nasema hivi. Mahali mimi naishi pajulikana mwimbaji mmoja. Na siko tayari kupigana na waimbaji wengi. Siko tayari. Maana kile mimi nimekiona ni changu. Hapo nyuma tena nimekiona ni changu. Imagine vika wakati wengine wananichukulia simu wanipingia na video call. Ati waone kwangu vile naendelea.
na ingino because they were the first people kusema mimi ni Illuminati, nimekuwa punguani, sina akili timamu. Wakati nilikuwa na mangunia huku na nzurua nikiuza pilipili huku kote, walikuwa wote wakanyema wote wakaenda. Sasa hivi wananipingia, sasa ndio mpaka muda wa kunipingia simu na video call surely. Wanaangalia wale niko. That is very bad. Hizo ni sauti zile mbaya. Marafiki wale wambaya. Yana ala utembea na nao my sister. Mungu nataka akuone ndee ya kutembea. Mungu amaki utakuya. Ukaruzi lenziano tufanikiwe. Kwani ukiwa na hiyo kitu leo hii, umefanikiwa peke yako. Kitakufaidi na nini? Kitakufaidi na nini? Hakuna faida kukusumbua tu wakikukopa pesa. Ndio. Kama wakikuuliza. Ni heri wewe ukiwa na jambo zuri niambie, Steven, hapa ndio njia nzuri kwa uimbaji wetu. Ndio tutiane nguvu hapa. Tupitie hapa. Ukiwa na milioni, mimi nikiwa na milioni, mwingine akiwa na milioni. Yaani kwa mauto nimekuwa tukikula tukunywa chai, yani tunafurahia. Tunajua vizuri hakuna mtu anaenda kulala njaa. Hakuna mtu familia yake anaenda kulala njaa. Hata sasa hivi tusikie maana yake mtu mangoje huja. Mungu ni mngojo. Hata hakuna sisi ndio kusema tutatoa pesa wapi. Kila mtu akona pesa. Wewe chukua milioni moja, wewe mwingine chukua milioni moja. Tupeleke mwenzetu hospitali ama tumsaidie mahali fulani. Si ndio ndio nzuri. Na hiyo ndio rafiki mzuri. Lakini mambo ya kupendeana mabaya. Mungu hataki mwingine ainuke. My sister, watu kama hao achana na wao. Nimekuambia hata kama ni mimi achana na mimi kabisa. Kama ni mimi achana na mimi kabisa. Na mimi nimeambiwa sina haya. Kama ni mimi achana na mimi kabisa. Na usiwe karibu na mimi tena. Mtu kama wewe kama na mimi kuna kadri ya Mungu kama malaika wao wameshikilia mbingu juu yangu. Bwana waachilie Mungu wangu. Waachilie mimi waniangamie Mungu. Waachilie mbingu Mungu wangu ikuje kuniangamia tu mimi peke yangu niangamie kama wanalalanga ndicho hapo ndani. Imagine. Bwana watoe. Waende. Watoke karibu na mimi. Watu kama hao watakusaidia kuondoka mkwenda mbali. These serious people, those enemies. Who are the enemies? The destiny killers. Destroy the destiny killers. Allow the destiny connectors to come near you. Wakati karibu na wewe utaendelea. Ndio nakwambia sasa, mtu akiwa na moyo mzuri kama yule wa Ibrahim ataokoa familia mzima kama ile ya Lut. Lakini baadaye Lut atakuwa hayo. Kuna baada ya kutolewa kula unaona akale kutafuta nini ndio tena. Watu kama hao pia watu hawana moyo wa asante. Hao ni watu wengine hawana moyo wa asante. Hakuna mahali unaambiwa Lut alirudi kutafuta nani? Ibrahim. Imagine. Hakuna. Baada ya kuondolewa kwenye ile nchi na kupeleka kwenye ile mlima kujificha kule, hakupatikana nani kutafuta Ibrahim hata mahali pamoja. Na ilishia wapi? Na familia yake ilishia wapi? Ikaishia wapi? Mambo ikaishia hapo na yote ikaishia hapo. Unaona? So kile kilifuata baadaye ni laana kwa huo uko watoto wake. Unaona? So tutaangalia wale watu tunatembea na wao. Kweli. Tuangalie watu kama watu tunatembea nao. Na Mungu anatuwezesha. Na Bwana anatuneemesha. Mimi ni maombi yangu Mungu akusaidie katika huduma yako. Hata unaposikia watu wakiongea nini, don't listen. Negative things from people. Don't listen. Jitie nguvu. By the way, rafiki wako kila usiku na mchana wache tu hawa ni Biblia. Kuna mahali napenda kusoma katika Zaburi 23. Inasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Yeye unilaza kwenye majani mabichi. Unaona? 23, Zaburi 23. Zaburi 23. Unaona tusomee kwa Kamba. Tusomee hii. Kamba. Yehova niwe mwili wakwa ndikaye wanekendo. No ndongo yasya isesine sinyiki ya bube. Ila ikileche kishi. No mbu kasya ngoya kwa. No ndongo yasyanziane siya olunga lukondo wa iseba yake. Haleluya. Ona ngabitela chandani chake ku ndikaya odhuku nikwirya we pamwe nakwa. Amen. Ndata munzyo waku na ndata yaku ningia kiasi. No kare twende. Ningia kiasi twende. No mbu mpaka mwisho vyo.
Munjira nata yaku. Nombala nasya mesa mbewa maitha makwa. Haleluya. Nomba kita mauta. Nomba kita mauta makwa mauta. Kikombe chakwa nichuswite. Na kikwite kanga. Haleluya. Pate ngana niyo. Mithenya yole ya thayo wakwa ukiona matei. Nimambikila. Haleluya. Na tene. Amina. Yani yufinda uti. Nenda mwenyezo wanangena uti bundu waisi. Yehova niwe mwezi wakwa ndikaiwa nikinu. Ubona mweyainiwe mwezi wakwa ndikaiwa nikendo. Mweyainiwe mwezi wakwa ndikaiwa nikendo. No ndiyasya isesine ila senyeki. No ndongo yasya ute wakebwo kekilete kwiyainiwe mwezi wakwa ndikaiwa nikendo. Kwiyainiwe mwezi wakwa ndikaiwa nikendo. Yani Daudi alisema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa hivyo kila wakati ukitembea tu na hili neno, Bwana wewe ndio mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Saa hii nimeamka bila kinywaji, Bwana wewe ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana nipe kinywaji. Tumwamini huyu Yesu. Tumwamini Mungu leo anatupeleka hatua na hatua. Amina. Ongezea kitu my sister. Hapo ndo naongezea nikisema wewe si mdogo. Wewe ndio munini nongi kwenye mbaye ni ya Israeli. Ukaeta munini yani wewe usijihesabie mdogo. Sema wewe ni mkubwa. Mimi ni kichwa, mimi si mkia. Na ukitoka unaambia Mungu nitangulie. Ukitoka ambia Mungu nitangulie. Kila saa ambia Mungu nitangulie kwa jina la Yesu na nitapata fanaka na kubarikiwa. Na kwa hivyo usiongope chochote hata kama ni maandui wamekuwa mbele yako. Ambia Mungu au maandui waondoe. Maana mimi ni lazima nifikie destiny yangu. Na ni lazima nifikie baraka zangu na ni lazima nifikie ngolu. Baula Asia niko tete nifikie ngolu. Nibidha nata nibidha wendenda vikata nenda kusindwa. Kwa hivyo sisi tujitahidi tufikie pale kwenye hatima yetu. Tufikie destiny yetu. Usisikie masauti za kufunjwa moyo ama kuambiwa ati hautafanikiwa, hautabarikiwa, hautaenda bali, usisikilize hizo maneno kwa sababu hizo maneno zitakufunja. Kuna kitu kingine nilisema, usisikiliza maneno, sikiliza neno. Hata kama ni neno moja tu, neno yenye itapata kukuinua, hiyo isikilize na uiweka kwenye masikio. Lakini usijaribu kusikiliza maneno kwa jina la Yesu. Amen. Na Bwana awazidi kuwabariki zaidi. Kwa hivyo tunaenda tukimalizia, tunataka tubarikiwe pia na wimbo mwingine wa Faith. Unasema ya kwamba sijui kama nini yetu iko on. Inasema ya kwamba sijui tuweke wimbo gani Faith. Tunaanza kuangalia kuna wimbo hapo unasema ya kwamba kuna wimbo mwingine nimeona kama kuna wimbo mwingine nimeona. Ama huu ni wa dini. Huu sijui ni huu umeka kwa kusatisfy nini. Mbona ulikuonyesha mwingine? Umbumete wili hata. Wimbo unakuja ngaiti mwendesya wandu. Ngaiti mwendesya wandu. Ngaiti mwendesya wandu. Kwa hivyo wewe mtazamaji, wewe msikilizaji, jua ya kwamba Bwana akema kukubariki anakubariki. Ila tu usikie sauti za hao watu. Bwana atatembea na wewe, Bwana atakuinua. Bwana atakubariki. Haya. Twende sasa. Haya
Ngaiti wando. Oh, haleluya, haleluya. Yani asante. So tumefika hapo leo. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tu tumwache kwa baraka za Bwana. Bwana watendee nyinyi mtaka kwenda kutazama hii video. Bwana watendee mtaka kwenda kusikia neno. Na Bwana wazidishie kila jambo. Yote yale muombayo Bwana watendee. Haleluya, haleluya, haleluya. Nami nataka kuongezea hapo nikisema hakuna kuachwa nyuma. Mungu hawezi akakusahau. Kwa hivyo jitie moyo na ujitie nguvu. Mungu ataenda kukutia moyo na ataenda kukushindia. Yeye Mungu ni mwaminifu. Utaenda kubarikiwa na utafanikiwa. Hallelujah. Bye for now. I love you guys.